Nimesikia kama mtu anagonga mlango. Alafu simuoni. Inakuwaje unarudi ndani? Hivi muone. Ungejisikiaje mtu angekuwa? Sielewa, unamaanisha nini? Namaanisha hivi. Ungejisikiaje mtu angekutoa uhai wako? Nisingejisikia vizuri. Sasa, kama usingejisikia vizuri, kwa nini baba yako amenidhulumu uhai wangu? Kwa nini kaamua kunitoa mimi kafara? Asingekutoa mtoto wake kafara. Na wewe si mtoto pia? Unaweza na wewe kutolewa kafara. Kwa nini anitoe mimi? Sasa mwambie baba yako arudishe uhai wangu. Mimi mwenyewe nahitaji kuishi duniani. Hebu niambie. Haya ninayosikia ni ya kweli au mbona kila ninapopita mtaani vidole nanyoshewa mimi? Hebu niambie vizuri mwanangu. Unamaanisha yapi mama mdogo? Ina maana wewe hujui ninachokimaanisha hapa? Au unamaanisha mambo yangu mimi na mke wangu? Hayo. Mama mdogo, ukweli ni kwamba mimi binafsi sikumfukuza mke wangu. Yeye aliamua peke yake kuondoka kwa utashi wake na akili yake. Na tatizo liko wazi. Kwa sababu gani ameamua kuniacha? Kwa sababu mimi sina pesa. Kapata mwanamume mwenye pesa, kaamua kwenda kuolewa naye. Hata kama ungekuwa wewe ndo mimi, ungeweza kumzuia? Mwanangu, hebu niambie ukweli. Mbona mtoto na matatizo wewe? Tuachane hizo habari. Sidhani kama mama mdogo mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumzia maswali. Nimekuja hapa nina shida zangu. Naomba nipate walau siku 2 nipumzike, akili yangu ikae sawa. Kuna mambo mengi sana mimi nayapitia kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nimekuja hapa kwako nipumzike walau hata siku 2, akili yangu kikaa sawa, mimi nitakuelezea kila kitu ambacho kinanisibu mimi. Huwezi kunikimbia. Popote ulipo. Nipo. Nachohitaji ni uhai wangu. Na kabla jua halijazama, umesha nyumbani kwako. Kulikoni mzee Tengi? Mimi na wewe vita zilishaisha siku nyingi sana. Iweje leo unakuja kwenye himaya yangu?
Mkuu, hivi bado namuogopa tu mzee Tenge? Wewe imekuwaje umejibadilisha na umekuwa nyoka? Na wakati nilikuwa natambua na uwezo wa kujibadilisha na kuwa nyoka ni mtu mmoja tu, mzee Tenge. Mkuu, mzee Tenge alimwachia nguvu zote mjukuu wake kabla hajahama hapa kijijini. Hivyo nilishindwa kuzipata hizi nguvu kwa kuwa alikuwa bado hai, ila kwa sasa ameshakufa. Unachotaka kumaanisha kwamba mjukuu mzee Tenge amefariki? Na kama amefariki, mwili wake uko wapi? Kuna watu wamemuua, na ili kulinda siri nimeamua kumuua aloshuhudia tukio. Sasa cha msingi, nenda kalete huo mwili wa huyo mtu ili tuweze kuongeza nguvu nyingi na tuwe tuna nguvu. Kingine, hizi tabia za kujibadilisha na kuwa nyoka sijapenda. Kumbuka anayepaswa na kubadilika kuwa nyoka ni mimi tu. Aya, toka kifuru ng'ombe wewe. Aya. Odi. Karibu. Asante. Shikamoo. Aba. Niko namuulizia kaka hajafika hapa. Hapana, sijamuona. Kuna tatizo kwani? Hapana, nyumbani kukopo kuna mgeni wake. Hamna tatizo lolote, ndio maana nikaamua nije nimuulizie hapa. Hapana kabisa, kwa siku ya leo hii sijamuona kabisa. Sawa, mimi naenda. Haya.
Wajenzi. Ina maana nakuita wote huko. Haujanisikia? Sawa. Tuachane na hayo. Una uhakika huu mwili ndo wenyewe? Mkuu, na uhakika ndo wenyewe. Gudi. Vizuri sana. Sasa nisikilize kwa makini. Nenda nyumbani ukalete ungo pamoja na knife. Kizungu hicho. Najua wewe hujasoma, manake kisu. Na hakikisha usigeuke kokote mpaka unafika nyumbani. Ulaigwa? Haya. Wenda. Ewa. Njoo. Njoo nikufundishe jinsi ya kubeba maiti na kupeleka kwa mkuu wako Mzee Kiguru. Njoo. Unakwenda wapi? Kwani unanifuatilia sana? Kama tatizo ile mwili alionituma ni mkuu wangu, sio mimi. Alikutuma mkuu wako? Na nani alikutuma ukamuue yule kijana aliyeshuhudia tukio? Mungu nisamehe sana. Nipo chini ya miguu yako. Haya yote yamesababisha mkuu wangu, sio mimi. Naomba unisamehe sana. Siwezi kukusamehe kwa sababu mlimuua yule mtu ili mimi nisipate msaada. Najua kifo changu mimi ni furaha kwenu. Alafu muache tabia ya kutumia umbo la nyoka. Ninayetakiwa kutumia umbo la nyoka ni mimi peke yangu. Usiniogope
Mandinga, naomba unisaidie. Mfate Nijo, mwambie kuwa nateseka. Sina msaada mwingine zaidi yake. Nakuomba nisaidie sana Mandinga. Kwangu kesho kwako. Nenda tafadhali. Hey, why you running? Kwa nini unakimbia kimbia? Mkuu, muda ule tulikutana pale, nikaukabidhi ule mwili, kisha mimi nikaondoka. Nilipofika mbele, nilikutana na yule binti na akanitisa sana. Ndio huo unaoniona. We kokolo chini ni we. We bwege, umekutana na mimi saa ngapi? Na muda gani? Wakati muda wote mimi nipo hapa. Mkuu, wewe tulikutana kabisa na wewe. Na nikaukabidhi ule mwili. Na ukaniambia nije nyumbani nikuletee ungo pamoja na kisu. Na nashangaa si ulipita njia gani hadi nimekukuta huko kwako. Acha ujinga. We mwana we. Sikia nikwambie. Hapo kuna kamchezo umechezewa. Sasa ongoza ndio unipeleke uliko mwili. Ongoza maguru. Sawa, twende. Samahani kidogo. Habari za sasa hivi? Salama, kwema? Wema. Ndio. Mimi kidogo ni mgeni kwenye mazingira haya. Kuna mji naulizia kwa mtaalamu. Kuna mtaalamu mmoja nimeambiwa nikifika hapa atamaliza shida zangu kabisa, lakini changia nimefika hapa naona kidogo napotea njia. Unaweza kanielekeza kwake ni wapi? Mtaalamu? Mtaalamu yupi? Yule jina limenitoka kidogo, lakini ni mtaalamu mashuhuri sana katika kijiji hiki. Nimetoka mbali kidogo, yaani kila mtu anamfahamu. Sijui unaweza kumkumbuka. Sasa nyosha hapa, kata mkono wa kushoto. Ukishakata mkono wa kushoto, nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu ndo penyewe. Kwa hiyo nikinyosha moja kwa moja nyumba ya kwanza kushoto ya kushoto. Pili, ya tatu kwake. Ndio. Basi nashukuru sana. Haya. Shukrani.
Mtaalamu, ndo kama nilivyokuambia, kutokana na tamaa zangu za kimaisha nimejikuta naingia kwenye matatizo makubwa sana baada ya kuidhulumu nafsi ya mtoto. Nafsi inanitesa sana, inanisumbua sana mtaalamu, inanikosesha amani. Nimekuja kwako kwa gharama yoyote ile, na kuomba unisaidie uiondoe nafsi katika dunia tunayoishi ili niwe huru. Nakuomba sana mganga, nakuomba sana mtaalamu, niko chini ya miguu yako. Unashangaa nini? Kama unataka niue ile nafsi ya ule mtoto, nirudishie uhai wangu kwanza mimi. Mambo ya kazi gani? Yaani mwanangu, unanichomesha mimi kweli mwanangu? Wewe uwezo kanieleza vitu, uwezo kanieleza chochote nikakuelewa. Yaani umejua kabisa ile sehemu ni hatari, umeamua kunichomesha ili mradi tu mimi nikaangamie, nikapata shida kweli? Hamna chochote cha kukusikiliza wewe. Haisee kweli nimeamini yani rafiki yako ndo adui yako. Yaani unifanyie leo. Yaani siwezi kwa Unaogopa nini?